Mungu ni mwema. Ametupa siku hii ya ajabu ambayo hatujaiona machoni petu. Leo ni siku ya Jumanne. Unaweza ukafikiri kwamba hii inafanana na siku nyingine, lakini machoni pa Bwana ni siku mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Habari za huko nyumbani? Maandaa kuku, ng'ombe na vitu mbalimbali. Lakini natamani Mungu atusaidie mioyo yetu iwe wazi mbele za Bwana. Bwana ana haja nasi. Na kwa sababu hiyo anatamani atufanye kuwa watoto wake. Nambariki Mungu kwa ajili ya uimbaji ambao umekuwa ukiendelea hapa. Hapo nyuma, siku kama hii ya kuanzia kipindi cha ulimwengu uliopo, ilikuwa ni shida kwangu. Hata nikisikia semina ya jinsi hii za katikati ya Christmas, naona kwa nini wanafanya? Si afadhali tungekuwa kule. Lakini sasa ndio ninaendelea kupata kwamba ni vyema kukaa mahali pamoja. Wandugu, tule chakula cha rohoni. Inawezekana wewe na mimi pengine tulikuwa hivyo, na ukaona kama hii ni kero. Lakini nataka nikuambie kabisa, Mungu ana haja na sisi ili atufikishe kwenye lile kusudi ambalo amekusudia. Ulimwengu umechafuka, wapendwa. Na ulimwengu ni watu ndio tunaofanya kwa ulimwengu. Sasa watu tumechafuka, kumeharibika huku duniani. Ni wapi tutakaa ili tuweze kupata vitu vya mbinguni? Ni kanisani. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kumpa maono haya, kuandaa kipindi kama hiki, na alipofikisha ujumbe huu hata kwa ndugu zetu wanaomsifu na kumwabudu Mungu, wakaligongea msumari, wakaona ni vyema. Si jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza tukamshangilia Mungu kwa hilo. Haleluya. Haleluya. Amen. Alafu nimeona wazee wakiimba hapa, kumbe ni vijana bwana. Kuna wengine watatoka huku sasa waungane na hii kwaya iliyoko hapa. Mama Ngomu kumbe ni mwimbaji mzuri kabisa. Sasa wengine watoke huko bwana, waje huko. Ninajua kweli ana majukumu mengi, lakini kwa sababu ni mwito ambao uko ndani yake, Mungu ataufanya uwe mwepesi. Hiyo kitu ya kuruka kama ndege iamke humo ndani, ili ajiunge pamoja na hawa. Kazi ya Bwana iendelee. Tutatiwa nguvu sana. Amina. Kuna mmoja alikuwa ananiambia, sasa mimi siimbi kwa sababu mimi sasa ni mzee. Hata mimi huwa napenda kumwimbia Mungu, lakini kwa sababu ya mambo ya hapa na pale, unakuwa sasa yanakuwa ni vigumu kupata ule muda wa unajua lazima uwe kwenye mazoezi. Lakini kweli napenda kumwimbia Mungu. Nakumbuka wakati fulani tukiwa na mama pale nyumbani, miaka mingi kidogo imepita, akawa anatumia kijiko mama hapa. Tuko nyumbani kule nyumbani. Akatumia kijiko kugonga. Alafu tukawa tuna rekodi. Tukawa tunaimba mbele za Bwana. Yani baada ya kuja kusikiliza huo ujumbe, nataka niwaambie kweli, hata wale ambao walikuwa wanatamani kusikia, yani walingangania ile kanda,
kana kwamba wanataka kuimeza, kwa sababu yani wakati huo Bwana ametufanya kuwa rohoni kwa kweli. Wapendwa, niwaambie hivi, Mungu anakaa katikati ya sifa. Na huwa Mungu anajibu hata maombi, hata uponyaji, hata miujiza. Ni wakati wa kusifu na kuabudu katika roho ya kweli. Mungu anaachilia vitu vya ajabu, na vipawa na huduma na karama zinainuka katika kipindi hicho. Lakini la msingi, ninatakiwa mimi niwe rohoni. Unajua, ninapoendelea kukaa rohoni, Mungu anaendelea kuninyenyekesha. Kuna vitu mapembe yanakuwa huku. Unajua, wakikusifu, si umshukuru Mungu hata kama wanakusifu. Lakini usibebe. Kwani watakuja kukusifu lini? Hapa tunasema mchungaji anaendelea kushuka na kunyenyekea, si tunamwambia? Sasa yeye akilibeba hilo akaona kwamba ndio kitu cha kushikamana nacho, itakuwa amekosea. Lakini kama sisi tunaona kwamba Mungu amempa neema ya uvumilivu, amempa neema ya unyenyekevu, alafu tukamwambia, yeye akaendelea kushuka chini, si Mungu anaendelea kumuinua tu? Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hata wale wengine wote ambao watumishi mbalimbali wamewainua katikati ya mahali hapa, kwamba Mungu akimuona mama fulani, akimuona baba fulani, yani anajisikia vizuri, natamani nishikie ule vazi lake nipate angalau kwa upako pale, endelea kushuka chini. Usinganganie hicho, kwa sababu nikingangania nitaondolewa. Wakati ambapo unajua pale mbinguni palikuwa na wakuu watatu. Alikuwepo Lucifer kama mkuu wa sifa na kuabudu. Akawepo Michael, sio huyu, malaika Mikaeli. Huyu alikuwa ndiye mkuu wa jeshi. Alafu kuna malaika mwingine anaitwa Gabrieli. Huyu ni mpasha habari. Mungu aliangalia hii timu yake hii, akaona sasa nimepata mawaziri ambao wanaonitosheleza. Lakini wakati ambapo Lucifer, maana Mungu alimpa neema, nyimbo anaziandaa za kumsifu Bwana wake, kumwabudu Bwana wake. Mungu ndiye aliyeweka ndani ya huyo Lucifer. Hakuhangaika kutafuta vyombo kama hivi ambavyo vimewekwa mahali hapa, lakini vimo humu ndani, ameumbia humo. Akiachilia namna hii anatoka kama ni piano zinatoka. Halafu unajua katika kuendelea akafika mahali akajiinua. Akasema ni mimi ndiye ninayesifu, ninayeabudu. Yaani hata huyu Mungu aniwezi kunifikia sasa. Ndio ukisoma kitabu ile cha Isaya, ile sura ya 14 na mstari kuanzia 12, akainuka hali fulani ya kusema nita. Naomba Mungu ashushe kiburi chako. Naomba Mungu ashushe kiburi changu. Ambacho kinakuwa ndio yani kimeshika. Mtu hawezi kuachilia jambo. Yani hapa aliposhikilia, waniite takataka, waniite bure ya bure, lakini nao uzuri wa Yesu. Kuna mahali anasema hivi, mimi ni mweusi, lakini nao nini? Uzuri wa Bwana. Kwani wakikuita wewe ni mbwa, haya angalia kama unakamkia hapo nyuma, kama hakapo wewe songa mbele. Wachikwambia pua yako ni kubwa kama nguruwe, yani wewe usihangaike hiyo,
Angalia pweko, unatoa pumzi vizuri, unazungumza vizuri na watu, zimekaa sawa sawa na za watu wengine. Nguruwe amebaki kama nguruwe. Wewe unahangaika, unaanza aliniita nguruwe, nitatoka huko kanisani. Uende wapi? Si Mungu atusaidie wapendwa. Vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinatusababisha sisi wapendwa tutoke katika mikono ya Bwana, tuvikatae, tumwambie Yesu, wewe ndio uliotuchagua. Nidumu kanisani, nifurahie uzuri wa Bwana. Yaani Mungu ni mwema sana sana. Naomba Mungu ashushe kiburi changu. Siku ambapo nimechoka kabisa, siwezi kucheka, lakini Mungu ucheke kicheko cha ndani. Nisikie huko ndani kuna furaha. Unajua hapo nyuma nilikuwa nanuna kiburi kimejaa. Lakini namshukuru Mungu sana, baba yangu sasa ametangulia kwa mbele za Bwana. Akiwa ameokoka. Mimi sijaokoka, lakini ananipenda. Yaani kuna mambo ambayo naona, yaani nikisikia sasa leo ndio wanaotoka wanaenda eti kwenda kuhubiri huko, pengine wanaenda Same, wanaenda, yaani nasikia hasira inapanda mpaka hapa. Yaani ameona mimi nibaki huko nyumbani kuangalia mifugo, nao wanaenda katembea kuzurura. Yaani jamani, mtu ambaye hajaokoka ameharibika. Namwambia, najua siku fulani amepanga wanaondoka huko nyumbani. Na mimi namwambia siku fulani mimi sipo huko nyumbani, natoka Akaniambia hamna shida, uwe na amani. Alafu naangalia kweli wanaondoka, lakini wameivisha sehemu fulani wanaondoka. Alafu nasema nakuwa mjinga Ngoja nikae mpaka ifika saa 8 basi mimi nitaondoka. Wanaanza kukaa huko siku 2, wameenda kwa mfano Same huko siku 2, wamekaa huko. Niliwaita wazururaji. Nikasema laiti hawa wangekuwa wanapata mahali wafanye kazi, waache kuzurura. Unajua hata saa hii watu wakituangalia wanasema sisi tunazurura. Wanasema hawa wamepungukiwa akili, lakini nawaambia tuna akili ya kutosha. Na tuna ufahamu wa kutosha. Mtu ambaye amekosa semina hii ana hasara. Kuna vitu ambavyo wapendwa unavyobaki navyo, ukiendelea navyo, vinaendelea kukausha ile hali ya ndani ya moyo wa mwanadamu. Lakini hapa tunapokuja wapendwa, tunahuishwa, tunaachiliwa. Kuna vitu ambavyo vimetukamata, vitu vingi ambavyo vipo. Vitatoka lini? Unaendelea kujipa moyo tu kwamba hamna shida, nenda tu, atakuja wataniambia kile kilichoendelea. Niambie walisoma mahali gani? Walisoma unajua Yohana kuhusu ule mtungi hivi na hivi na hivi. Lakini huna ile roho ambaye aliyezungumzia. Laiti Mungu angekupa nafasi uwepo katikati ya kusanyiko, upokee ile roho ambaye ilikuwa inazungumza katikati ya mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Hata yule ambaye amebaki nyumbani, ukitoka hapa mwambie aache shughuli hizo wapendwa, tulizikuta zikifanyika na bado zitaendelea. Wewe unafikiria hata pale kwenye shamba lako, wewe unakaa hapo unasema, mtu anakusukuma hapa anasema amenisukuma sana. Kuna watu walikuwa wamekaa hapo wakaacha. Wewe unafikiri mtu wa kwanza kulala hapo? Hamna. Kuna watu walishatangulia wakalala hapo na mambo yakaendelea, na mpaka leo shughuli inaendelea tu. Kazi bado zitaendelea kuwepo siku kwa siku. Lakini kuna wakati ambapo utakoma, neno la Bwana hautaliona tena. Maana kufumba na kufumbua Yesu atapiga parapanda, tutaondoka. Tutamlaki Bwana. Tafurahi pamoja naye. Halafu majina yatasomwa kama alivyosema mchungaji hapa. Nikisikia jina langu limetajwa huko, hata nikakaa kile kitu cha mwisho kule, si nimeingia humo? Humo nimeingia. Basi wacha nikae tu pale mwishoni pale. Lakini nione vile anavyoinua mikono anaabudu. Yaani nione
Unajua wakati mwingine nakaa na mtafakari huyu Mungu anasema, yani ni mkubwa kubwaje lakini jamani. Alikaaje? Ni mtu wa jinsi gani anafanya hiki? Yani alisema tu hiki kiwe. Lakini huyu mwanadamu akamfinyanga. Ni mtu alipata wapi ya maarifa wapendwa? Unaweza ukamtafakari, mwisho ukajikuta unaanza kufanya vitu vya ajabu. La msingi sisi tudumu katika imani tu. Ya kwamba Mungu yupo. Na ya kwamba kuna siku, kuna wakati mwingine nachukua hata maji. Na angalia maji yanapotiririka hivi. Na angalia. Nasema, yani huyu Mungu anasema yuko kwenye maji huku. Wakati mwingine nakata nyasi. Nafyeka hapo. Alafu ukimaliza baada ya 5 hivi, umekaa pembeni kidogo hivi. Ukija ukiangalia, tayari ameshachipusha. Yani kuna uhai ulioko huko. Mungu yuko pande zote. Mwimbaji akasema hata ningechukua kitanda changu nikakiweka kuzimuni, bado Mungu yupo. Nikapeleka popote pale, Mungu yupo. Kwa hiyo nataka niwatie moyo waimbaji, kwamba katika kuimba kwenu Mungu ataendelea kuyasikizisha maneno ya uzima ndani ya kile ambacho amekusudia. La msingi Mungu awape kuwa wanyenyekevu. Wanyenyekevu na watii. Kuna wengine Mungu atawainua kwa viwango. Kama Mungu hajakuita katika neema ya kuwa mchungaji, au ya kuwa mwinjilisti, au ya kuwa nabii na mtume, baki hapo kwenye kwaya. Maana Mungu amekusudia ubaki hapo ili uchukue ile kundi ulifikishe wapi? Mbinguni. Kuna watu wanaoingia hapa akishaona kwamba mimi ni wa maana, wameshaanza kunisifu. Sasa hataki hata kumsikiliza tena mchungaji. Mchungaji pengine hana ile nafasi ya kuimbisha kama yeye, au utunzi wa nyimbo kama yeye, lakini hajapewa daraka la kuwa mchungaji. Analichukua hilo kwa nguvu kwa sababu ya kundi limekwisha kumwandamia. Mungu awasaidie nyinyi kama viongozi ambao mnaoongoza kwaya, mshikamane pamoja na mchungaji aliyoko katika lile eneo. Huko ndiko kuendelea kwenu. Huko ndiko kufanikiwa. Huko ndiko kumsubiria Bwana. Lakini kiburi kikipanda, ngoja nitoke hapa niache kuimba, niache kutunga nyimbo zangu, basi nione watafanya nini. Mungu anaondoka. Anaondoka. Utaona uko kama kawaida, lakini mwisho wa siku kabisa ulishaisha tiki. Kwa hiyo Mungu awape neema kubwa. Ni eneo la hatari sana wapendwa. La sifa na kuabudu. Ni eneo hatari sana. Na hasa wale viongozi wanapokuwa sasa wamekubalika, unajua wana nafasi ya kuweza kufanya mambo kadha wa kadha, akafanya hiki, na hata washirika wakaona kwamba huyu ni wa maana kuliko mchungaji. Naomba waelekezeni siku zote waliangalie kanisa. Wasiangalie kwenye hiyo kwaya, waliangalie kanisa na huyo aliyewaita. Huko ndiko mafanikio yanatoka. Nilikuwa naangalia sana kwa habari, kuna mtu mmoja ni rafiki yangu mwanajeshi, siku moja akaniambia hivi, kwa nini mnaruhusu watu hawana adabu? Akaniambia sisi jeshini amri ni moja tu.
kupiga saluti ni wote saluti. Sasa kwa nini wanamsumbua mchungaji? Yaani alikuwa nakasirika kweli kabisa. Nikamwambia sawa. Akaniambia, unajua wanatakiwa hawa watu wapelekwe Kichura. Ili waondokane na huu ukuruta wa kutokutaka kutii. Alikuwa na maanisha kwa sababu kule aliko wana amri hata anapopandishwa vyeo ni kwa sababu ya utii. Hata kama umekosea, hujakosea, lakini akakwambia wewe umekosea, unatakiwa hapa, unatembea kwa tumbo. Ndio afande. Unaanza kusweka na tumbo, unaenda. Akitoka mwingine ananyota zaidi ya hapo, anakuambia simama juu, unasimama. Kwa hiyo wewe ni kusikiliza yule mtu wa mwisho kwamba anasema nini. Anasikia huzuni anapoliangalia kanisa, haoni utii uliopo. Wapendwa, niwaambie hivi, Mungu ndiye aliyetupa watumishi. Na kama hawa watumishi wamebeba kitu cha Mungu, na wewe unahisi kabisa ana kitu cha Mungu, nyenyekea hapo. Unajua mimi nashangaa hata wenzetu wa dini, sijui ni kwa sababu ya kusoma zaidi au kwa sababu wana mavazi rasmi. Maana hivi kitokea padri wana vazi na masista wana mavazi, akiondoa lile vazi, nafikiri heshima yake hata ile kumwogopa haitakuwepo. Kwa hiyo kinachoogopwa ni lile vazi. Sisi watumishi ambao Mungu ametupa hawana mavazi ambayo tunavaa rasmi. Ukaona pengine kala, ukaona pengine hiyo suti ambayo anayevaa, si hata watu wengi wanavaa suti. Lakini niwaambie ndugu zangu, Mungu atusaidie sisi kama wana wa kanisa, tuwe na unyenyekevu na utii mbele za wale ambao wamewekwa mbele zetu. Hata kama ni mtoto mdogo, lakini ametamkiwa yeye ndiye msimamizi hapa, una haki kunyenyekea hapo. Maana Mungu alimtumia mtumishi wa Mungu kuleta huo ujumbe kwa hilo kanisa. Hata kama wewe ni msomi kuliko yeye, ni tajiri kuliko yeye, hujapata nafasi ya kuwa pale, nyenyekea hapo. Sasa naona wenzetu wanawanyenyekea, yani hata akimwambia tembea kwa miguu, piga magoti na utembee kwa mguu. Ndio padri anatembea kwa miguu na magoti, ili aweze kumaliza, kama ni kitubio chake amalize. Leo kitokea, ingawaje Mungu atusaidie, wala mchungaji hata afanya kuambia kupiga magoti, atakuonya kwa pendo la Mungu, lakini wengine hawataki, wanakimbia kanisa. Si Mungu atusaidie wapendwa. Haleluya. Njia tulio nayo ndugu zangu si nyepesi kivile ambavyo unavyosikia. Mahali ambapo tunaenda
ni mahali patakatifu. Ni mahali ambapo ukweli adui yetu hapendi tuende pale. Yeye anapafahamu. Lakini anajitahidi kuhakikisha kwamba na sisi hatuendi. Lakini tunamshukuru Mungu kupitia Yesu Kristo. Yesu akiwa mwana wa Mungu akakubali aje hapa duniani. Aje abebe dhambi yangu mimi na dhambi yako wewe. Mtu ambaye hakuwa na dhambi yoyote ile. Lakini akakubali ili anikomboe siku moja niweze kukaa pamoja na huyo baba. Na ndio maana pale mchungaji akasema hata siku itakapofika Yesu ndiye atakayeita majina. Maana Bwana atamuuliza, je, na huyu? Anasema huyo ni mwanangu. Anapita. Je, unafikiri ni rahisi wapendwa? Unajua ingekuwa kama tunapewa ni utajiri. Pengine mchungaji akatangaza hapa, jamani, kesho kila mtu aje hapa, na Mungu ameahidi kwamba kila mmoja atapata shilingi 1,000,000. Hivi hapa kanisani pangekalika? Ni milioni tu. 1,000,000. Na akasema 1:30 uwe umeshaingia kwenye hili jengo. Ikifika 2:00 kamili mlango utakuwa umefungwa. Hakuna tena kuingia. Wale waliokuwa huku ndio watakaopata hiyo milioni. Na kuambia 12:30 hapa tunagombania pale mlangoni ya milioni. Na ukiona karibia mlango unafungwa japo umefika 12:30 uko pale, hujapata nafasi, mnasukumana pale kwenye mlango. Yaani uko tayari, wenye mabounce wala wanaitwa mabouncer, kusukuma waangushe huko, lakini uingie huko ndani. Si ni kweli? Ili kupata milioni. Yesu akasema hivi, ingieni kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana na ni wengi waingiao kwa mlango huo. Lakini ule mlango mwembamba wanaoingia ni wachache. Utajiri ambao tutakaa pamoja na Bwana, tukimaliza vizuri, tutakaa pamoja naye ili tule ule utajiri wa baba yetu aliotuandalia. Maana huko hakuna kuhubiri tena, hakuna kulima tena, hakuna kutoka jasho tena. Tutakuwa tukimwimbia Bwana sifa na kuabudu. Yaani ni ajabu. Iko pale kwenye kiti chake. Unaona malaika wamezunguka pande zote. Wazee wale 24 wakikaa pale wakisujudu, mtakatifu, mtakatifu. Alafu kuna 4 wenye uhai, wao kazi yao ni kuzirusha taji. Umestahili Bwana kuchukua kiti cha rehema na cha utukufu. Alafu mimi Petro nikiwa huko niangalie, nione vile ambavyo mambo yanavyoendelea, sitamwambia Mungu ninakushukuru sababu umenipa utajiri wa kuingia humu. Ili tuwapendwa tuweze kuingia katika ule ufalme. Mambo ambayo tunatakiwa tujikane, yako mambo mengi wapendwa. Ndugu zetu waliotutangulia wapendwa hawakusema kwa habari ya msalaba.
Na waambia kweli, kipindi ambacho wazee wetu waliotutangulia hawakuwa na ufunuo sana wa kusema kwa habari ya msalaba, lakini maisha walioyaishi wapendwa yalikuwa ya msalaba. Watu wakiangalia wanasema watu si watu wa kawaida. Maana hawezi kukaa siku ipite hajafika kwa ndugu kumwambia habari za Yesu. Si Mungu anipe neema. Leo tuko siku ya Jumanne. Umemwambia mtu kwa habari ya Yesu? Yote ulikutana naye kwamba Yesu anakupenda uokoke. Hata wiki inawezekana ukakaa naye, ukazungumza naye, mkatembea pamoja, lakini atakueleza, mtaelezana kwa habari ya dunia vile inavyoenda. Ikapandisha ikateremsha. Mvua ni nyingi wakati imenyesha. Tunamshukuru Mungu, tunaona ni kweli kumshukuru Mungu. Lakini kumwambia habari la tumaini la uzima ambao tulionao, ambapo tunaenda mahali pa utajiri, wapendwa, hilo tumenyamaza. Lakini ndugu zetu waliotangulia walijua ya kwamba hatuna muda udumuo hapa duniani. Kazi nilionayo ni kusema kwa habari ya tumaini nililo nalo kwa ajili ya ufalme. Walishuhudia na maisha yao yalikuwa dhahiri. Akikwambia Yesu ninampenda, ni kweli anampenda. Siku moja mzee wetu Mshumi aliposikia anasema ushuhuda wake vile ambavyo ameifanya kazi ya Mungu, wakati mwingine nakaa hivi najiuliza, nasema Mungu nisaidie, maana sijafikia hata kapunje hivi. Eti wakati watoto wamezaliwa, mama mchungaji hapa nadhani wakati bado hajazaliwa, ni wale watoto wa kwanza. Na unajua mara nyingi watoto wa kwanza huwa wanapita sana, wanapata mateso makubwa sana wakati wa kuzaa. Sijui kama nyinyi mmeshaona. Hata kama ni kupigwa, watapigwa sawa sawa ili waweze kuwalea hao wengine. Na washukuru wazazi wangu wamenisaidia. Hata kupika najua kupika vizuri. Vyakula vya kienyeji najua kuvipika. Kwa sababu niliambia huyu kaka akifanya leo, kesho ni zamu yangu. Kuna hiki na hiki. Ole wako. Na mambo mengine yote ya nyumbani. Hakukuwepo mayai. Sio leo mtoto anakosea alafu unamwambia kapipi, unaambia kula pipi usahau. Lakini tulikungutwa tukawa watu kama vile tulivyo sasa. Kwa hiyo hata na mimi nikikuonya na kuonya kwa sababu na mimi nilipitia hapo. Unafikiri ule ukorofi tuliokuwa nao huko wewe hauna? Unao. Na watoto usimnyime kiboko. Kinaondoa ujinga ulioko ndani yake. Mtoto hajui habari ya msalaba. Unajua kuna mambo ambayo yanakuja anasema jamani, hata watoto wetu tuwabebe tu msalaba, tuwabebe msalaba. Ni sawa unawabebe msalaba, utamfundisha. Kwa kweli na washukuru wazazi wangu walinisaidia. Sasa mzee alipokuwa anazungumza akasema hivi, kwa sababu kuna kitu kule ndani ambacho Mungu aliowekeza alipookoka. Akaona sasa ninafanya kitu gani hapa duniani zaidi ya kumhubiri huyu Yesu. Kwa hiyo hata wakati mwingine alikuwa na hana yaya wa kulea hawa watoto. Lakini saa 10 anatakiwa awe pale sokoni akahubiri injili. Akasema hivi, nilichukua kamba nafungia kwenye tendego la kitanda, mtakaa hapa mpaka nirudi. Mungu amenipa nyie.
lakini amenipa kitu kingine cha ziada, niwaambie watu kwa habari ya tumaini la uzima nilio nao. Watoto atalialia hapo. Halafu baada ya muda atakuja. Atakuta amekaa kama alivyokaa, kama amejisaidia, atawapanguza, wataendelea na injili itaendelea. Leo maendeleo yamekuwepo. Tuna Pampers. Tuna vitu mbalimbali ambavyo tunaweza tukasaidia. Haikuwepo mambo hayo wakati wa kipindi hicho, wapendwa. Tuwalee hawa watoto ipasavyo, wapendwa. Ninamshukuru Mungu, mchungaji juzi ile tarehe 8 alikuwa pale Mkuu. Akazungumza mambo ya msingi sana ambayo yako ndani ya kanisa. Usinikoti vibaya, lakini kuna watoto wetu tulionao wote, si kwamba wote wataokoka. Au mnafikiri wote wataokoka? Hamna. Kuna wengine huko watatoka watu crew. Hata umwambie nini, anasema wewe kwa nini ulinizaa? Ilikuwa bahati mbaya, wewe huwezi kunizaa wewe. Anakuambia mambo kama hayo, ni mtoto wako wa kumzaa. Akasema ninashangaa, ibada inaendelea, lakini mtoto, mama anatoka, anakaa na mtoto pale nje akibembeleza mtoto. Ni vizuri hawa watoto wetu tulio nao uwape muda, kwamba kuna muda wa kanisani. Sasa hautanyonya hili ziwa mpaka tumalize kipindi. Unajua mtoto unavyomlea ndivyo akuavyo. Mtoto anasikia eti. Au mnafikiri watoto hawana kiburi? Kwa nini hata ukimfinya hata rudia tena? Kiburi kimejaa. Kwa hiyo ni vizuri kuwatiisha hawa watoto wakati wa ibada. Asiwemo kule nje. Kaa hapo na mtoto wako usikie neno la Mungu. Kuna wamama wengine kwa sababu ya uharibifu ambao ulioko kule ndani, akijua sasa ni wakati wa mahubiri, pengine anafinya mtoto ili alie atoke aende kakana huko nje. Shida kubwa. Yaani hamu yake anataka atoke nje apate huko kahewa. Sasa nitafanyaje? Ngoja nikamate atoke kafinya kidogo, kanalia. Asija akasikia kelele, waacha nikae hapo nje. Nakwambia hivi, hujamjua Mungu. Kwa hiyo ni vizuri tunapokuwa hata kanisani, hawa watoto tuwatiishe. Ibada inachukua masaa mangapi? Zimezidi sana 2 au 2.5. Kweli huyu mtoto anaweza akafa baada ya masaa 2-3? Kama ni uji wako umekuja nao, mpe chakula, huo uji ashibe. Kabla hujaingia hapa kanisani ashibe kabisa. Na ukishaingia humu atulie. Ni wakati ambapo Mungu anatamani ahudumie roho yangu. Na hiyo roho ya mtoto itaendelea kushiba, kwa sababu na wewe ndiye unayepokea hicho chakula cha rohoni na mtoto ananyonya. Kwa nini kama nyumbani kuna wezi, pengine baba ni mwizi, mama ana mambo yake, halafu watoto wanazaliwa wanapokea vile vipawa, ni kwa nini? Si kwa sababu ni roho. Ni roho. Lakini wakati ambapo Mungu akitusaidia neno la uzima, kwa sababu tumezaliwa mara ya pili kwa mbegu ya Kristo Yesu ambaye haiharibiki,
na hawa watoto Mungu atakayetupatia watapata uzao kutoka kwa Bwana. Kama sivyo watoto wetu wasingekuwa safi. Wapendwa, kuna kitu ambacho, ngoja turudi hapo. Kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo. Mathayo sura ya 7 na mstari wa 13. Biblia inasema ingieni, ni Mathayo sura ya 7 na mstari wa 13. Wenye Biblia ni 963 kubwa. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendao uzimani, nao waionao ni wachache. Mungu asiponisaidia, na ili anisaidie ni mimi nikubali. Injili ambayo Yesu alileta duniani ni injili ya toba. Injili ya toba. Na toba inatokana na mimi nione hali ya moyo wangu, kwamba hapa nilipo mimi sio salama. Ninamtamani Mungu anisaidie, na wewe unamtamani Mungu akusaidie, lakini kuna kitu ambacho Mungu anaachilia kwako uweze kuingia humo ndani, uangalie humo ndani, uone huo mtungi. Alafu nikishaona kwamba nina shida hii, ndio wakati ambapo natamani kumlilia Mungu aweze kunisaidia. Toba, wapendwa, inaondoa kila aina ya uchafu uliomo ndani ya moyo wa mwanadamu. Alafu akanitakasa, akanifanya sasa mimi ni mtoto wake. Nataka nikuambie hivi, hata yale ambayo ni magumu Mungu ananipa kushinda, kwa sababu sio mimi ila ni yeye ndiye anayetenda hiyo kazi. Kazi kubwa hapo kuingia kwenye huo mlango mwembamba, hapo ndipo penye kazi. Kwani ni wangapi tunasikia kwa habari ya maneno ya uzima yanachoma ndani ya mioyo yetu, lakini hatuchukui hatua. Kwa sababu saa nyingine, unajua, hasa kwa upande wangu mimi ambaye nimekaa muda mrefu ndani ya kanisa, kuna jeuri nyingi zimekaa humu ndani. Kuna hicho kiburi ninachokisema hicho, nikitoka wataniambiaje mimi nina dhambi gani? Hata kama ninajua nina 1 2 3, lakini kutoka ni ngumu. Ninajifariji, baada ya hapo nitakwenda kutengeneza. Na waambia wapendwa, wakati na muda ni sasa, ambapo Bwana anatamani kumulikisha ndani ya mioyo yetu, aone yale ambayo yamekuwa njia pana. Pengine ni usingiziaji, pengine ni hali ya kutokulipenda kanisa, pengine ni wivu. Kwa nini anabadilisha leo, kesho anabadilisha, kesho anabadilisha? Kama Mungu amempa, wewe unataka nini?
Kuna mzee mmoja, namshukuru Mungu sana kwa hiyo, hayuko duniani, amelala. Lakini alikuwa wazi. Nyumbani kwake yoyote anayefika, anaingia anapika chai mwenyewe. Yeye anakuambia jiko liko hapo. Hiki, yani ni mkarimu. Mungu amempa. Ni mnyenyekevu. Mungu amempa. Sasa wanakunywa, huyu akija huko anakuja na sukari. Huyu akija anakuja huko, yani analeta vitu kule nyumbani. Ni nyumbani kwao. Lakini Mungu alimpa kuachilia. Ninatamani Mungu ausaidie moyo wangu. Hata pale ambapo tulipo pale mkuu, Mungu anisaidie wandugu waingie, wajisikie kwamba wako nyumbani kwao. Siku ambapo wamepungukiwa hakuna sukari, watajua wenyewe, walete sukari, watajua wenyewe. Ikiwepo tutatumia kwa pamoja. Ni nyumbani kwao. Halafu siku moja kwa sababu ya wivu uliojaa, hasema kwa nini fulani yeye watu wanaenda kwake tu? Halafu wanambariki tu. Kwa nini? Wanampendelea tu nini huyo? Lakini yeye hajawaita. Mungu ameweka kipawa hicho ndani yake na anakitumia vizuri. Halafu wandugu wanakuja, wanambariki. Aliye na kitu atafanya nini? Ataongezewa. Kwa hiyo nafikiri ni uongo? Ni maneno ya Mungu, ni kweli. Kama wewe ni mbainifu, nakwambia hautaona watu wakija huko nyumbani hata na chochote. Kula ubainifu wako. Lakini ukiwa Mungu ameufungua moyo wako, unawapenda wageni, unawapenda wandugu, aise ukiwaangalia unasikia kuwatamani na kuwafurahia, na kuambia hivi, Mungu ataachilia. Wandugu watakuja. Hilo kapu huko ndani halitapungua. Wanakula vile vitu ambavyo wanaleta wao. Na wakinibakizia hapo, jina la Bwana libarikiwe. Yani nasikia furaha sana. Lakini ni wangapi wanapewa lakini wamekuwa wabainifu, wachoyo? Mungu hatamani kuona uchoyo ndani ya maisha yetu. Ndio hao wachoyo hata kulinena neno la Mungu. Unajua Mungu ametupa hazina kubwa ndani yetu wapendwa. Kuna Mungu amewapa wengine lugha nzuri ya kuzungumza na mpendwa, amlete kwa Kristo Yesu. Lakini anakuwa mchoyo kuzungumza. Sasa Mungu akusaidie katika mkutano huu. Aondoe ukubali, aondoe huo uchoyo. Utoke hapa ukimwangalia ndugu, unaona kama hakuna ndugu aliyookoka hapo. Yesu anakupenda. Na wakati unapoendelea kufanya hivyo, nataka nikwambie hivi, Bwana ataongeza. Hiyo hazina ambayo ametoa, ataiongezea. Alafu ndugu akisema, anasema I say, yule ndugu, kuna wakati fulani tulikuwa tunafanya shughuli fulani ya shughuli za bomba wakati pale nyumbani. Baba yangu aliokoka bwana. Alimpenda Mungu. Asingetamani aone mtu anapita, apite mbele yake asipomwambia neno la Mungu. Ni marufuku. Kwa hiyo atashuka taratibu na mguu wake amekatwa. Anashuka taratibu, anaona wanapandisha wale. Jamani, habari za asubuhi wa mama. Naona mnaenda kwenye majani. Mzee tunaenda kwenye majani. Haya, jamani, sasa mnaenda kukata wapi? Anaanza kutupa hapo maneno. Halafu wa mama wanasikiliza. Wanaanza kwa sababu ni roho imewakamata. Wanasikiliza. Wengine wanambia, hivi mnajua mnaenda kukata majani kweli?
Mnakaa tu mnamsikiliza huyo mzee. Yaani nakwambia hivi, mpaka wakati mwingine walibadilisha njia walipokuwa wakimwangalia pale, wanabadilisha njia, anasema tupite huko, maana yule upiti. Laiti Mungu angetusaidia. Unajua paka na panya, paka akishamuona panya saa zote anafanya namna hii. Yaani anataka amrukie. Na sisi wapendwa, Mungu amewekeza kitu cha uzima ndani ya maisha yetu. Tunapomuona mtu ambaye hajaokolewa, mahali ambapo Yesu ametutoa wapendwa ni pakubwa. Ametutoa katika shimo la uharibifu, akatuweka mahali ambapo ni sahihi. Na unatamani ndugu afike hapo ili awe kama wewe. Yaani utamani kumwachilia, unatamani umshike atoke hapo, lakini yeye hataki. Ni kama mimi nilivyokuwa wakati huo wananiambia habari za Yesu, nikasema hapana. Hapana. Hata mimi nikiwaangalia leo nasema Mungu nisaidie, kwa sababu na mimi nilikuwa hivyo. Nilikuwa hivyo. Yaani niliona watu waliokoka ni watu wahovyo sana. Ni watu ambao hawana akili. Na kweli anasema, yani kwa mtu ambaye katika dunia hii tunahesabia kwamba hatuna akili, lakini mbele za Mungu sisi ni watu wenye akili. Kwenye hii dunia wanasema hao ni bure ya bure kabisa, wala usizungumze nao. Lakini Mungu akikuangalia anasema namfurahia huyo ndugu aliyoko hapo. Unajua siku ndipo shangaa, wokovu ni mzuri. Hawakuacha kusema na mimi. Ili wala sina, lakini mama siku moja nimepanda, jamani niko mwisho wa forest kabisa. Nimepakana na forest. Nimetoka huko zangu usiku, mvua zinanyesha. Kwa sababu ni mgeni wakati huo, njia inaanza kupotea. Yaani niliingia kwenye mtaro nikakaa huko kwenye maji. Maana kule kwetu wakati huu kama wakati huu mvua zinavonyesha hivi, kuna chemchem zinatoka huko. Nikakaa huko. Halafu baada ya muda akasema hivi niko wapi? Nikanyanyuka. Njia iko wapi? Naenda nikipapasa. Nafika eneo ambalo nikienda hivi nakuta miiba. Nikasema ni wapi? Nilipigia yowe. Mama alikuja na taa. Na unajua mtu akishalewa akiona mwanga ndio shida zaidi. Akaniambia mwanangu, nilikuambia jamani, ni vizuri umpe Yesu maisha yako uokoke. Angalia sasa. Wakati huo nishapotea, niko maeneo ya huku forest. Lakini ananibeba kama vile, twende mwanangu. Taa inanimulikia twende, na mkono umekamata. Jitu ambalo halina adabu hata kwa wazazi. Twende. Nafika. Ni utumwa mbaya sana. Yesu kama mwana wa Mungu anatuambia ingieni katika mlango ulio mwembamba. Ni mwito anatoa wapendwa, tuingie katika mlango ulio mwembamba. Maana huo mlango mwembamba una hazina iliyo kuu. Kuna utajiri ulio mkuu. Katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 19 mstari wa 11. Niona mbingu zimefunuka
na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Ni baada ya kuokoka, au baada ya kutubu, au baada ya kugeuka. Maana ni moja. Hapo ndipo nitakapoona ufunuo ambao Mungu anatamani kuwekeza katika maisha yangu. Kabla hujatengeneza na Mungu, haiwezekani kupata kitu kutoka kwa Bwana. Lakini napotengeneza na yeye, nikaona kwa habari ya dhambi zangu, nikazitubu mbele zake kwa haki, Bwana anafungua mlango. Nikaona mbingu zimefunuliwa. Huyo aliona ni mwana wa Mungu. Alafu anasema ni mwaminifu na wa kweli. Leo kanisa, hata katika ujumbe hapa, tumekuwa tukielezwa sana kwa habari ya uaminifu. Uaminifu umekosekana. Watu wa kweli wamekosekana. Hawadhubutu kusema yaliyo kweli. Lakini nikwambie jibu rahisi. Rahisi. Ni mimi niseme yaliyo kweli. Na nisimamie katika huo uaminifu. Bwana mwenyewe atanisaidia. Kuna ndugu moja alienda gerezani. Aliua. Alafu wakampeleka magereza. Kule gerezani wakamshuhudia maneno ya Mungu, akaokoka. Alafu wakamleta siku ya shauri. Akasomea fulani wa fulani, unashtakiwa kwa kukosa la mauaji, tarehe fulani, mwezi fulani, na hivi na hivi. Akaulizwa ni kweli au si kweli. Akasema ni kweli, mheshimiwa hakimu. Hakimu alichanganyikiwa. Maana mahakamani hutakiwi kusema kitu cha kweli. Akarudia tena, ni kweli au si kweli? Akasema mheshimiwa hakimu, ni kweli. Akasema koti. Wakarudi hapo. Akaita wenzake na nini. Huyu, hizi zinamtosha? Akasema amesema kweli, yeye ndiye aliua. Imekuwaje anasema kweli? Watu waliomfahamu wakasema hivi, hapana, huyu bwana ni kweli aliua, lakini alipoenda kwa gerezani ameokoka. Ndio maana amesema kweli. Ameokoka Sasa huyu, unajua hakuisumbua mahakama hakuisumbua mahakama. Kesi kaahirishwa, akarudishwa rumande. Kwani ukishasema hivyo kuna haja kutaka kitu kingine? Ni hukumu tu. Ikatokea wakati wa hukumu, alitakiwa anyongwe. Wakasema kwa sababu hakuisumbua mahakama na alisema kweli, ilitakiwa huyu ahukumiwe kunyongwa. Lakini mahakama hii kwa huruma inampa kifungo cha muda fulani.
kesi ikaisha. Kwani alikaa huko muda, bado Bwana akamfungua, akarudi uraiani akiwa ameokoka. Kumbe mtu ukiokoka unasema kweli. Ni kitu gani leo kimenirudisha mimi kutokusema kweli? Ni kitu gani ambacho leo kimekurudisha wewe kutokusema kweli? Kutokuwa mwaminifu ni kitu gani? Adui ameingia. Niliacha mlango, kutokuwepo katika ule mlango mwembamba, nikakubali mlango mpana ukafunguliwa. Adui akaleta, akaingiza vitu vyake. Vile vitu vya zamani vikarudi. Sijui ni Wagalatia sorry, Wagalatia sura ya 2 na mstari mdogo wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 18 Wagalatia sura ile ya 2 anasema, maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Wapendwa, si alibomolewa? Ni kama huyu sasa ambaye Mungu alimsaidia alipokuwa kule gerezani, akasema yaliyo kweli, na Bwana akamsaidia, akatoka akawa huru. Lakini baada ya kuwa huru akaendelea kukaa humu. Yesu hajarudi, bado anaendelea kukaa hapa duniani. Siku zinaendelea, mwisho wanamwambia, sasa ni nini unapata shida sasa? Si umeshatoka huko uraiani? Kwani una shida gani? Sasa si wanaanza kidogo kidogo. Unashangaa anaanza kurudia na kileo. Unashangaa anaanza kufanya. Ukiona sasa nimeanza kurudi hata kunywa, sio kwamba nilianza siku hiyo, ni tunda limeiva. Ukiona yule ambaye ameingia maeneo na wapi na kule, mkamuona, na waambia hivi, ni tunda limeiva, lakini uharibifu alikuwa nao siku nyingi, adui alishaingia humo. Sasa hapa anasema Mungu atusaidie yale ambayo tuliyabomoa, kwa kumwamini Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tukatubu dhambi zetu kwa uaminifu na kwa haki, akatusamehe. Sasa tukasamehewa kila kitu, tukafanyika kuwa wana wa Mungu. Nikikaa na Samwenda, naambia ndugu yangu ninakupenda, na ni kweli ninampenda. Nikija kwa mchungaji Samba, ndugu yangu, I say, nasikia kukupenda, ni kweli nampenda. Lakini kidogo kidogo kuna kitu kitatokea sasa, mimi na yeye, adui ameingilia kati. Nimefungua mlango ulio mpana. Naomba katika mkutano huu, wewe na mimi, uangalie ni wapi ambapo umefungua mlango mpana, adui akaingia. Ndio maana hata leo unaweza ukatekwa kirahisi, kwa sababu hujui kile ambacho Bwana alifanya na maisha yako. Alafu ninashangaa, unajua watu waliookoka. Mungu atusaidie, maana sisi ni wepesi sana wa kutwist mara moja tu namna hiyo. Unajua gari ukishaiwasha mara moja ikawaka hiyo gari, wewe ni hata mtoto mdogo ama gari ya kisasa sasa hivi hata ataendesha hosteli. Sasa sisi ambao tumeokolewa ni wepesi sana kupeperishwa huko na kule, lakini Mungu atupe kukua, tukae katika hiyo njia nyembamba, tutambue hila za adui, tutambue fikra zake na mawazo yake, ili tuweze kumkimbia.
Leo hatuwezi kukemea. Ndugu anakuja anakuambia, anaanza kukuingizia kashindano taratibu. Alafu unafungua tu. Anaendelea kutumbukiza tu. Wewe umefungua kama makinda ya ndege. Ndege akiwa na kiota chake, watoto wake, anaenda kwa natafuta. Inawezekana kuna mtu amewekea sumu. Alafu anabeba ile sumu, hajui, anamletea mtoto. Mtoto kwa sababu hii ni mgoja, anangoja, anameza. Sisi sio makinda ya ndege. Sisi Mungu ametupa utambuzi wa kutambua hila za adui. Tuzikemee. Anakuja akiniambia sasa 1 2 3, nawaambia ondoka mbele yangu, hilo lisinisumbue katika maisha yangu. Niko mahali ambapo ni sahihi. Na Bwana akiangalia anasema naam, huyu ni jasiri wangu. Haki tunajiachilia tu kiholela holela. Adui anafurahia. Namshukuru Mungu Bwana, kuna makunguru yananisumbua sana pale mkuu. Mengi. Alafu ndugu mmoja akanisaidia kadao, nikasema ngoja niwapatie wale wafe. Nikaenda katafuta mkate, malaika aliniongoza tafuta mkate uwekee kidogo kidogo hivi. Nikaunda nikaenda nikatupia mahali pa juu anapopenda kulala. Katupia hapo, nikasema basi sasa habari yao imeisha. Unafikiri walikuja? Nakwambia kweli hakukanyaga pale. Nikasema ni nini? Nikaenda nikachungulia. Mvua ilijanyesha, si mkate unayoyuka. Nikaongezea. Kaweka. Ile naweka, najua hapa ndio kituo chake. Na kuambia hakukanyaga. Kumbe Mungu analinda watu. Analinda vitu vyake. Makundi hayakula Bwana. Na sasa yameongezeka. Wapendwa, sisi tunalindwa na Mungu. Mungu anatulinda jamani. Adui anatamani aje aweke sumu ndani ya mioyo yetu. Ni mimi na wewe tutambue hila za adui ili tuweze kukaa salama. Na hapo ndipo injili itahubiriwa. Hapo ndipo atatambua ya kwamba hawa sio watu wa kawaida. Hawa watu wamemaanisha. Hakuna mtu atakaye kudharau. Watasema huyu ni shujaa. Kama vile ambavyo Paulo alipomwambia Timotheo, kijana wangu, mtu asije akacheza na ujana wako. Kwa usemi, kwa mwenendo, kwa tabia, kwa chochote kile, asicheze na wewe. Wewe ni mtu wa maana duniani. Na baada ya kumaliza umaana hapa duniani, wewe ni mtu maalum katika ule ufalme wa mbinguni. Akamwasa hilo. Na kweli Mungu akamsaidia. Na sisi wapendwa ndani ya kanisa la Mungu la Pentekoste la Kiinjili Tanzania, Bwana anatuasa ya kwamba tudumu kanisani. Adui akileta hila zake, tuzijue, tuzitambue, ili asitutaabishe, maana tumebeba chapa za Kristo. Ukimpenda Mungu, nikimpenda Mungu, unajua hata adui anajua huyu anampenda.
Hakuna atakaye kuja kukuingilia ovyo. Namshukuru Mungu. Hata katika wimbi lililopita, unafikiri wamedhubutu kuja kwa mchungaji wamwambia au wampe ujumbe wote, jamani kuna ya kuendelea? Subutu. Maana wanajua nikisema moja tu anafumua gazeti. Wakati Ayubu alipokuwa hapa duniani, aliugua, akateseka, mali zikaisha, watoto wakafa, yeye akaingia katika hali mbaya. Anatafuta hata igai wamsaidie wamkune, maana mwili umekuwa haufai. Mpaka mke anafika mahali anamwambia, kwa nini usimkufuru huyo Mungu ukafa? Maana tayari mama alishakuwa ameona huyo mume sasa ni kero. Na waomba wapendwa, usiliangalie kanisa kama kero. Kanisa ni mboni ya jicho la Mungu. Kwa wale ambao ni watakatifu wa Mungu, Mungu anawalinda na kuwatunza. Ayubu akatunzwa. Pamoja na hivyo, wakaja marafiki, wakamwangalia, wanazungumza naye, wakamwambia, jamani, angalia, inawezekana labda kuna dhambi ambayo umefanya. Ayubu anajihakikisha ndani ya moyo wake, mimi hapa nilipo sina hata chembe ndogo au chochote nimemtenda Mungu wangu dhambi. Niko sawa. Nikifa naenda kupumzika na yeye. Nikiwa hai bado niko hivi nilivyo. Wanapomweleza mawili matatu, yeye anafumua gazeti. Soma hii Biblia vizuri. Majibu yake hayakuwa kama ambavyo walivyomuuliza yeye. Anaweza kaandika ukurasa mmoja na zaidi akiwajibu. Wakashangaa, huyu ni mtu wa ajabu. Ni mtu wa ajabu. Wakasema tuachane nalo. Lakini katika kuendelea, Bwana tena mtu shujaa. Mungu akamrejeshea na yale ambayo yalikuwa adui ameharibu. Kanisa la Mungu, mimi na wewe tukisimama vyema hata leo, tukaambiana kweli na uaminifu, tukaingia katika huo mlango, yale ambayo ndugu yangu alikuwa anazungumza, ule mtungi tukauacha, alafu watu wakituangalia wanasema hivi, jamani, njoni muangalie hili kanisa la Pentekoste la Kiinjili Tanzania ni la ajabu. Maana halichangamani na hawa watu. Maana hili ni kanisa la ajabu. Hata wataki siku ya tarehe 25 waje huku waseme ni Krismasi. Hiyo haipo. Bwana Yesu asifiwe. Kama una mawazo ya Krismasi tarehe 25, nakupa pole. Yesu hakuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Lakini alizaliwa duniani. Na Bwana akaona vyema apoteze hiyo siku, wasije wakaabudu hiyo siku. Mungu hatuwezi tukamfanya birthday. Akaipoteza. Leo wanadamu wanahangaika tarehe 25. Lakini ndio maasi makubwa yanafanyika katika ulimwengu. Saa ingine unaogopa hata kupita hapo barabarani. Hizi tarehe hizi ambazo tulizonazo hapa wapendwa, kamoyo kanapiga kwa sababu ya uharibifu ambao umekuepo duniani. Sisi watu wa Mungu tujitenge na hayo, tuingie katika huo mlango mwembamba. Na waambia hivi, ndugu akituangalia watasema hawa si watu wa fujo. Hawa watu wana amani. Hawa watu wana furaha. Hawa watu wanafanya hivi. Sijakwambia usichinje mbuzi yako tarehe 25. Kama una familia yako imekuja tarehe 25 hiyo, mle chakula,
mfurahie, ni sawa. Au kuwapata wakati mwingine. Sasa wakati umepatikana, kaa nao. Lakini usifikiri ndio tarehe 25 ndio Christmas Yesu amezaliwa. Yesu wetu anazaliwa kila siku. Ndani ya mioyo yetu wapendwa. Huyo ndio Yesu anazaliwa. Leo amezaliwa ndani yangu. Kesho Mungu akinipa kuishi bado atazaliwa ndani yangu. Naendelea kufurahia huyu Yesu ambaye amezaliwa ndani ya maisha yangu. Singoji mpaka tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka ujao. Ndio maana ndugu yangu akasema njia wamesafisha. Unangoja mpaka tarehe 25 ndio unasafisha hiyo njia. Mengele. Majani wakati mwingine yanaota huko huna habari nazo. Safisha. Sisi injili yetu ya toba ni kila leo. Amen. Kila leo wapendwa. Bwana ana haja nasi asafishe ule utu ambao umekaa ndani yetu. Viburi ambavyo vimekaa ndani yetu. Umimi ambao umekaa ndani yangu. Siambiliki. Mimi ndio shujaa hapa. Hapana, Bwana anataka kuukata ili tupate kubaki kwa salama. Na mimi nikubali kuingia katika huo mlango mwembamba. Nisipokubali wapendwa, nitabaki na jina la kusema nimeokoka, ninampenda Yesu. Lakini Bwana akiangalia anasema hapa 0. Naomba Mungu asiniangalie 0 aone 1. Na nakuombea Mungu akupe neema uwe na 1. Maana 1 inasomeka. Sasa mimi yakiisha yameisha. Unajua yule mwanamke aliambiwa hivi, una nini ambacho ulichonacho tena? Maana alijifungia kule ndani kwa muda ule ambao alikuwa hana chochote. Ile chupa ya mafuta akaambia ni kadogo, akamwambia kaazime vitu, akaenda kaazima matenki huko na huko, akajaza top mafuta. Akasema wanangu lete tena hamna chombo, akasema chombo hamna vimeisha. Na mafuta yakafanya nini? Yakakoma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa muda huu mafuta kwangu yamekoma. Njoo kwa Yesu utengeneze maisha yako na Yesu. Tutengeneze wakati huu wapendwa. Tutubu mbele za Mungu. Kuna mambo ambayo wapendwa yamekaa ndani yetu, yanatukula, yanatumaliza, tunashindwa kuingia katika hii njia nyembamba. Chuki kati ya ndugu kwa ndugu. Nyumba moja imegawanyika zaidi ya 5 6. Bwana anataka kuirejesha. Lakini wakati ambapo ni pagumu, lakini napokubali kukaa hapo na kunyenyekea hapo, Bwana atakwenda kuiunganisha. Kanisa kumekuwa na mafarakano. Watu hataki kuambiana yaliyo kweli. Kwa sababu anajua nikisema kweli kuna aidha nitakaripiwa. Lakini wakati ambapo wapendwa, Mungu atatupa kuyasema yaliyo kweli, mmoja na mwingine, kanisa litakaa salama. Mungu awabariki.